My name is Sawako Justino Gal, working as the project officer for Migodi ya Usawa project at Rising to Greatness organization. Migodi ya Usawa project is a project funded by Amplify Change Fund and working towards comprehensive prevention and response of gender-based violence amongst women and girls along the gold supply chain of Ikolomani and Shinyalu. The project interventions are centered to change attitudes, behaviors, and values, transforming of social norms, increase the number of marginalized groups informed on SRHR and GBV as a human right, and empowering youth and women, small-scale miners to advocate for their socioeconomic rights and prevent exploitation and abuse within the mining site. We have conducted several activities with this project, and since inception of this project, we have recorded a good number of milestones realized from activities implemented and contributions by other actors in this sector. We have media and digital advocacy, where we have leveraged on mainstream and digital media platforms like radio and TV shows, social media engagements to create awareness and educate the public on critical issues around promoting access to sexual reproductive health and prevention, response, and management of gender-based violence within a specific focus on gold mining sites. We have also conducted community engagement, where this project has supported more than 20 community engagements through dialogues, focused group discussions, mobile and legal aid camps, public barazas, among others. We harnessed these forums to reach key community actors and members to unpack various forms of violence, exploitation, and abuse happening in the mining spaces, and getting the community to inform to lead action against GBV. We equally provided avenues for the community members and artisanal miners to access medical, psychosocial, and legal services. We are collaborating with Rising to Greatness, and this came in handy because this is one of the population that we had not put more emphasis in terms of targeting them for gender GBV activities. We have been able to access the gold mine and be able to bring the leadership of the gold mine together. We have also reached to them to address matters teenage pregnancy. We have also done training and capacity building, and through this project we have conducted trainings and capacity building for 30 community champions, 25 artisanal and small-scale women group leaders, education visits to 22 youths and women groups of artisanal gold miners, and directly impacting more than 500 artisanal and small-scale miners on leadership and socioeconomic empowerment. This documentary highlights the milestones we have achieved by walking the journey of transformation with the champions and groups of women and the youth artisanal miners we did capacity build. Jina langu naitwa Rosemary Shirwato Asimuka. Mimi nafanya na mining. Nilikuwa nafanya na mining kitambo, lakini niliumia kidogo, lakini nimefurahia kwa maana cooperative vile ilikuja nikajiunga nayo. Sasa naona niko tu sawa, lakini tuko na challenge zenye tunapitiamu. Vijana za zingine wanaweza kukuhusia mawe, huwezi patamo kitu. Unaenda ukidia, lakini ukienda kununua tena unapata kitu kidogo, tena unafurahia, unashukuru Mungu. Ulira bananga Wilfresa Imungu, ende mama mboha. Sanisanya sayo kudi shirika ya Rising to Greatness. Chirero liza, mama baboha bakwara kusumbukana sana. Lakini liachira, kwao maana halala, kadimbaka sayi honende cooperative, sasa kwake mela na halala. Shirika ya neri, lichiranga, baka sayi, mama kukulama chena, kulomba, maisha kiru, sasa kadako tofauti, nendo kulonda kana kulada nyumao.
Majina anaitwa Dennis Andei Musungu. Sababu gani inafanya wamama wetu wasiruhusiwe kuingia kwenye shimo? Ni ya kwamba kimila inaeleweka na inasemekana ya kwamba wana ule uwezo wa kufunga dhahabu isiweze kupatikana. Hiyo ndio sababu ya kutoruhusu wamama kuingia karibu kwenye shimo. Changamoto tulio nayo hapo chini, huwezi jua mawe mzuri ni gani, ile mabaya ni gani. Ile ikitoka ndio unapeana, asipopata ni maneno. Na hiyo ndiyo changamoto sana, hasa kwa vijana kama sisi. Jina langu ni Lucy Muhobi, mimi ni miner. Mining kwa hii community ni kitu ya maana sana. Before mining ikuje, life ilikuwa chini sana. Wamama walikuwa wanaenda shambani ndio walimie mtu, wapate shilingi 100, 150, ndio life yao ya watoto iendelee kwa boma. Mining ilipokuja ilisaidia life ikabadilika. Baba anaweza nunua chakula kwa nyumba, mama pia anaweza nunua chakula kwa nyumba. Lakini ilipoendelea maisha pia ikabadilika. Tulifurahi tumepata mining inatusaidia, lakini pia maisha ikabadilika. Men now relaxed. Wakakosa kujua boma inasaidiwa na mizigo yote ikawachiwa wamama. Ingawaje mining pia ilikuja ikafanya hayo yote, pia dhambi zikaingiamo. Mining tulikuwa na kitu inaitwa gender based violence. Sababu mawe inanunuliwa. Kuna mama yule hana pesa na lazima apate mawe aoshe. So tunalipa mwili kwa mawe. Tumekuwa na maneno kama ndoa kuvunjika kwa sababu sasa hawa wamama na wazee waliona sasa mining ndio kila kitu. Nyumba zikasaulika. Baba aendi kwa boma, arudi kwa boma, akipata pesa yake kidogo amepotea. But tunashukuru Mungu tuko na Rising to Greatness ambayo ilikuja from nowhere Ikolomani na sana Bushangala. Ilileta mabadiliko sana. Safety insecurity kwa barabara inakuwa shida. Tu pale site anaenda mawe pia lazima ikuwe sex for gold. Upewe mawe, upeane mwili ndio upate ile mawe. Ukichelewa unapata watu washagawana mawe, unatoka zero. Unaona umehesabu siku bila chochote. Kabla Rising ikuje itufunze 1 2 3 ambayo tutapata baadaye. Uongozi wote wa sites ilikuwa wa wanaume. Mwanamke hakuwa anaruhusiwa, ama hata mpaka saa hii haruhusiwi kukaribia shimo. Kwa sababu kiculture wanasema gold inapotea. Kwa hivyo mwanamke utakaa kule fence, uletewe mchanga, ile bahati utapata. Ile mbaya, ukipata mzuri lazima ukue umelipia. Wanaume wanapata mgao mzuri mkubwa kushinda wanawake kwa sababu wanawake hawana say pale kwa shimo na hawajui nini huendelea. Kwa majina naitwa Josephine Diabule Muhobi, nikiwa chairlady wa Bushangala Women Cooperative. Na tulikuja tukaona ni vizuri tukue na cooperative kwa sababu ya yale ambao mama tulikuwa tunapitia. Na tukaona ni vizuri tukiwa na cooperative wa mama tutaheshimiwa. Na kabla ya hii cooperative kutengenezwa, ninashukuru shirika la Rising to Greatness Organization wakati walianza na sisi kututrain, kutufundisha kama akina mama, kama vijana na pia wazee. Tukaona ni vizuri tukue na cooperative. Na shirika pia wakati waliendelea kutufundisha tukaamua tutengeneze cooperative ambayo saa hii tuko na cooperative yetu. Tuko na cooperative ambayo iko na members na wengi ni vijana, wengi ni wamama, pia wazee tuko nao. Na tunafanya nao kazi pamoja ni kwa ajili ya kupunguza zile dhuluma ambazo tulikuwa tunapitia kwa mikodi kama akina mama pamoja na vijana. Wakati tumetengeneza hii cooperative, shirika la Rising nayo wametushika mkono kabisa na wako na sisi kutufuatilia wajue tunaenda aje, tumefika wapi. Na imetupatia motisha, wamama wanaingia, wanakuja, wanafanya kazi yao kando na challenges. Tuko na matumaini hii cooperative yetu kama wamama tunaweza fanyia kazi pamoja hivi. Tunaweza tambulika hata kwa serikali. Kwa sababu tulikuwa tunakaa tu, mama anakuja kujinunulia mawe, saa zingine hajapata, anaenda nyumbani njaa inaendelea kumuuma. Lakini kama cooperative tuko pamoja hivi, at least mama mwingine anaweza saidia mwingine, na hii cooperative inatusaidia mama hizi enda nyumbani na njaa kwa sababu tuko pamoja. Hii pamoja yetu imetufanya hata tunaweza share yana challenges na inaweza tusaidia pia kupunguza dhuluma ya kijinsia. Kwa sababu unaweza pata hapo nyuma mama anaweza amka mapema anaenda kazi na anashikiwa kule kwa ajili ya saa.
lakini cooperative tuko na saa yetu ya kufungua kazi na saa ya kwenda nyumbani. Huwezi pata mama anadhulumiwa, na imefanya wamama wengi wameona ni vizuri waingie kwa cooperative kwa ajili ya kupunguza zile dhuluma. Mwenzangu amesema kuhusu cooperative. Tulitengeza cooperatives kwa kusaidiwa na Rising to Greatness. Tulisaidiwa kufanya registration, tulifanya launching tukisaidiwa na cooperative officer. Tukaenda kama sheria, tukaenda tukafungua account. Nao tukakuja back kwa ground, kuanza kutafuta site. Cooperative tumepata, tumefurahi, tutafanya kazi pamoja kama wamama, lakini sasa kufika kwa site mambo tukaiona. Shimo ichimbwe ambaye wamama hatuwezi ingia ndani ya shimo kuchimba. Inabidi tutafute vijana watuingilie shimo watuchimbie mawe. Au vijana lazima uwabembeleze, uwalipe, kwa sababu tukianza kazi hakuna mawe ya kuwalipa. Hapa site lazima ijengwe for safety purposes kulingana na sheria na mafunzo ya Rising to Greatness. Lazima shimo ijengwe. Kujenga shimo lazima miti itafutwe. Wamama hawa hawana kitu, ndio tumejiweka pamoja tuanze kazi yetu, inakuwa shida. Tukishamaliza kujenga shimo inatakana tuanze kuleta pumps ndio itoe maji kwa shimo. Tukianza kazi tunapata tumelemewa sana sababu ya pesa. So Rising to Greatness ilipotuweka pamoja tuliona tumemaliza shida, lakini sasa kupata site ndio shida. Tukaziona kweli site si mchezo kuimanage. Kwa hivyo tunang'ang'ana, tunaweka pesa pamoja, wenyewe tunafanya kazi kwa mikono zetu, na tunaomba kama kuna shirika fulani ambalo linaweza kusaidia kufanya shimo letu ama site yetu iendelee, basi tutashukuru. Kwa majina ni Daya Jesse, mmoja wa youth ambao niliungana na Bushangalo Women Cooperative nikiwa secretary wao. Shirika la Rising to Greatness Organization, hiyo ni CBO. Kitu ya kwanza ina deal na GBV. Na GBV ina cut either way. Women na men. Wengi wenye huwa vulnerable ni women. Kwa challenges zenye women wana face inaweza kuwa monitored mostly na ku ensure the independence. Wakikuwa independent, the more they become independent, the less GBV watakuwa. Kwanza kabisa nataka kushukuru shirika letu la Rising to Greatness Organization. Ni shirika ambalo ni shirika mzuri, tumefanya nao kazi kwa hapa mashinani hapa Ikolomani, na ile tu ningependa kusema ni kwamba tunaomba shirika letu hili liendelee kukuja na tuendelee kufanya mambo na outreach, expand. Tunataka tuwe na watu wengi, muendelee kutufundisha, expand kabisa, tukue na youth, tuendelee kuwa na wamama, waendelee kuelimishwa ili mambo ya dhuluma ya kijinsia ipungue, na tukue na mining ambayo ni ya heshima, mining ambayo inatambulika. Asante. My name is Amolo Sharifa. I am the Communications Officer at Rising to Greatness Organization. As an organization, we are grateful to our staff, our donors Amplify Change, and the partners, the county government of Kakamega and the Kakamega CSO fraternity and the community we serve for immensely contributing to these milestones that we have achieved so far. We call on both the state and non-state actors to prioritize mining reforms that will provide an open market for gold commodity. There is need for intersectional and transformative natural resource governance that puts women in leadership and their lived reality at the center of decision making, comprehensively address and mitigate and end all forms of violence against women, girls, and marginalized community within the gold mining sector. Mining as an activity has to be dignified, and there should be an offer for both means and resources for diversification of livelihoods of artisanal small-scale miners. Finally, we are reaching out to donors and funders to keep supporting the work we do and continue impacting the lives and creating a transformative change within the extractive sector and even beyond. Thank you.